Yes, mambo vipi? Karibu sana katika Jifunze TV, na hii ni mwendelezo wa mfululizo wa video zetu wa kuchambua masoko ya betting mbali mbali na kujua maana zake na jinsi gani ya kuweza kuyabetia haya masoko na kuweza kupata faida katika biashara yetu ya betting ambayo tunaifanya kila siku katika maisha yetu. Ikumbuke kwamba betting sio ulevi wa kusema kwamba lazima ulewe tu. Sawa, ulewe na kupiga makelele, lakini betting ni ulevi ambao tunatarajia uje kutupa faida hapo mbeleni, sio kulewa na kupiga makelele. Maana yake si kuweka pesa zetu na kuziona zinapotea. Tunachohitaji ni faida. Sawa, na ndio maana tunaeleweshana kila siku. Masoko ni mengi, lakini tunajaribu kuyaleta ambayo yale yana odds bora na faida kwetu sisi ili kuweza kupata faida. Mwanzo nimeshaelezea soko hili la Half with More Gold. Nililileta ili na nikalielezea jinsi gani linafanya kazi. Yes, lakini nilipata komenti za wadau mbalimbali wakisema kwamba niwaletee jinsi gani tunaweza tukaitambua timu ambayo itatoa magoli mengi kwa kipindi cha kwanza au cha pili, ama mechi ambayo itatoa magoli mengi katika kipindi cha kwanza au cha pili, kwa sababu hapa kuna machaguo ya first half na second half. Kipi kipindi ambacho kitakuwa na magoli mengi? Lakini kuna baadhi ya watu bado, na hususa watu wengi, hatujafahamu kwamba hii mechi itakuwa ina magoli mengi katika kipindi gani. Kwa hiyo leo tunakwenda kuchambua jinsi gani tutaitambua hiyo game ambayo itakuwa na magoli mengi katika kipindi husika. Sawa, usiskip video hii, na kama hujasubscribe bado usisahau kusubscribe, kucomment hapo chini kama kutakuwa kuna shida yoyote. Nafuatilia sana comment za watu ambacho wanachokitaka ndicho nachowaletea, na usisahau kulike, kushare kwa wengine. Okay, bila kupoteza muda tuende kwenye mada husika. Tutachagua mechi yetu husika. Tumeshachagua hapa ni FC Barcelona na Atletico Bilbao. Tutaingia moja kwa moja kwenye SofaScore ama kwenye nini yote, lakini mimi napendelea sana utumie SofaScore kwa sababu imekuwa ina machapisho mazuri sana. Sawa, tutachagua SofaScore, then tutachukua ile game yetu ambayo tunaitaka ni FC Barcelona pamoja na Atletico Bilbao. Then tutafungua game yetu husika. Kitu ambacho tunachokwenda kukiangalia ni game husika kwanza, rate yake ambayo odds ziliopewa, kwamba tunajua kwamba ni FC Barcelona yuko juu kwa 86%. Tuta scroll down hapa, tuta scroll up hapa pembeni hapa tutapeleka kushoto hapa. Tutapeleka kushoto na moja kwa moja tutakuja kwenye neno ambalo limeandikwa mechi. Neno ambalo limeandikwa mechi kama hivi. Baada ya hapo tutagusa neno mechi, tutafungua. Sawa, tutafungua neno mechi. Tutakuja zetu hapa chini ambapo watatuletea hizi nini zao hapa. Sasa hapa nilishaelezea kuna baadhi ya video jinsi gani tunaweza tukatumia hii sehemu ili kuweza kugundua mechi itakuwa na magoli mengi, ama nani atashinda kwa kipindi cha kwanza au nani uko juu. Sawa, hili tumeshaelezea, lakini kama hujaona hiyo video jitahidi kuingia katika channel hii na kutafuta hiyo video. Na pia kama utakuwa hujanini, pia nitaileta video nyingine tena ambayo nitazidi kuelezea hapa jinsi panavyokuja kufanya kazi. Sawa, hizi namba hawajakuwekea tu bure hizi, kama unavyoziona zina maana yake hizi. Sawa, kwa maana hiyo tutasoma pia, lakini leo acha tuangalie kipindi gani kitakuwa na magoli mengi.
kitu ambacho tunaweza kwenda kukiangalia kwanza ni kwenye swala zima la magoli. Tukiangalia hapa FC Barcelona amewini mechi 8. Na pia tukiangalia kwenye anda tayari FC Barcelona amekuja kufanya katika mechi 5 alizocheza amekuja kutoa chini ya magoli 3 yani. Sawa, kwamba anda magoli, kwamba kushinda magoli mengi. Sawa, hivyo ndio inavyokwenda. Tayari. Sasa kitu ambacho cha msingi ambacho tunachoenda kukiangalia hapa ni first to score. First to score. Yani kwamba nani atakuwa wa kwanza kushinda goli. Sawa, tayari tumeshaona FC Barcelona katika mechi 5 hizo mechi 5 ambazo amezicheza amesha score mechi 4. Yani yeye ndo wa kwanza kuongoza katika mechi 4 kufunga goli. Na kwa nini hii tano ina maana gani katika betting? Hii namba 5 ina siri kubwa sana. Kwa sababu tunapokuja kuchambua mechi lazima tuiangalie kwenye michezo 5 iliyotoka imefanyaje hiyo timu. Kama katika michezo 5 iliyotoka ina performance nzuri, basi mchezo wa 6 nayo itakuwa na performance nzuri na kuendelea. Sawa, kwa sababu hii namba 5 ina siri nzito pia. Tutakuja kuielezea kwa nini 5. Sawa, kwa maana hiyo tutaangalia mfululizo wa mechi 5 zilizopita. Sawa, kwa hiyo mechi 4 aliscore mwanzo, kwa tutakuja scroll down, then tutakuja kugusa hapa kwenye FC Barcelona hapo. Tutakushika hapo, then tutaangalia mechi 5 ambazo amecheza. Tutahesabu gemu ya kwanza, gemu ya pili ambayo gemu ya 3, gemu ya 4, gemu ya 5. Kama inavyoona katika mechi 5 zote FC Barcelona ameshinda, amepata ushindi mechi 5 zote. Kwa maana hiyo hii timu ipo vizuri kwenye rate yake ya ufungaji wa magoli. Lakini pia katika mechi 5 hizo tayari amepiga 2-2, katoka 2-2 kama tunavyoona. Kama tunavyoona hapa kashinda 2-2 na hapa 2-2. Mechi moja tu ndo ameshinda 3-1, ametoa 3-1. Hata huku tukija tukaangalia huku juu kwenye nini huku juu, tukija tukaangalia inavyotuambia huku juu, inatuambia kwamba ametoa anda sana. Anda katika mechi 5, basi mechi 4 ametoa anda 2.5. Yani haitudanganye, mechi moja tu ndo ambayo amekuja kutoa over. Kwa maana huku pia katika mechi 5 pia tunaona vile kwamba kweli mechi 4 ametoa anda. Sawa, umeona ametoa anda 2. Kwa maana hakuzidi magoli 3. Sawa, isipokuwa mechi moja tu. Unaona kwamba mechi 5 jinsi gani zilivyokuwa zina nguvu na jinsi gani zina nguvu katika uchambuzi. Sasa tuachane na tunaenda kuangalia kwenye kipindi gani kitakuwa na magoli mengi. Kwa maana tutamfungua FC Barcelona katika mechi zilizopita. Tutaangalia magoli yake haya ambayo ameshinda ndani ya dakika ngapi. Tukiangalia nguvu yake kubwa ya magoli, tayari amescore kwenye kipindi cha pili. Ameshinda ndani ya dakika 86 na dakika 90. Kwa maana hapa tutakuwa tushajua kwamba kipindi cha pili ndio ana nguvu sana ya ufungaji. Pia tutaangalia mechi yake ya pili hivyo amescore katika vipindi gani. Sawa, tukiangalia kwenye kipindi cha pili, vipindi vilo vingine, tunaweza kuona kwamba ndani ya kipindi cha kwanza amepata goli moja ambayo ya penalty. Penalty inatokea kama ni ajali katika mchezo. Sawa, lakini nguvu ya utafutaji wa goli na kushinda ameipata ndani ya dakika 63. Kwa maana hiyo pia tunaweza tukaona kwamba kuna uzito fulani katika kipindi cha pili kupata magoli mengi. Sawa, na hiyo pia tunaweza tukaiona hiyo. Pia tutafanya hivyo kwa kila mechi ambayo ameicheza, mpaka mechi 5 zote tujiridhisha amepata magoli ndani ya nguvu gani.
Pia tukiangalia na hapa pia tunaweza tukajiridhisha kwamba ndani ya dakika 86 mpaka 70 amescore goli. Kwa maana tayari tuna mechi mbili ambazo tayari 2-3 tayari kwamba tunajua kipindi cha pili ndo ana nguvu ya kuscore magoli. Sawa? Tutatoka nayo, tutakuja kuangalia mechi yake ya nyingine ya 3. Sawa? Pia hii tayari tumeshaitazama ya 3. Tutakuja kuitazama mechi ya 4. Mechi ya 1, 2, 3, 4 na Osasuna. Hii shaitazama. Ya mechi ya 4 kwa 5 pia anakuja kutupa kwamba tayari ameshinda kwamba magoli ndani ya kipindi cha pili hicho. Sawa? Kipindi cha kwanza iliingia goli moja. Kwa maana hivi ndo tutakavyokuwa tunachambua mechi. Sawa? Hivi ndo tutakuwa tunachambua mechi. Tunaangalia ndani ya michezo 5 magoli yake alikuwa anayafunga katika mtindo wa aina gani, katika kipindi cha aina gani na nguvu yake kubwa. Kwa maana tunaona kwamba FC Barcelona ndani ya kipindi cha pili ana uwezo wa kupata magoli mengi kuliko kipindi cha kwanza. Na katika mchezo husika ambao tunauona, tunaangalia na timu ya ambayo anacheza nayo. Nayo timu anayocheza nayo tutaifanyia hivyo hivyo. Tujue nayo inapata magoli katika kipindi gani, ili tujue hiyo mechi tunakwenda kuiwekea katika kipindi gani. Kwa maana kama ni mechi hapa leo Atletico Bilbao na FC Barcelona, tutaenda kuweka second half. Kwa maana tutaweka kwenye second half kwamba kipindi cha pili kitakuwa na magoli mengi kuliko kipindi cha kwanza, kutokana na uchambuzi wetu tuliofanya. Nadhani hapo takuwa nimeeleweka vizuri, na alokuwa hajaelewa basi aeke comment hapo chini, na siache kulike, kusubscribe na kushare hii video ili kuweza kupata manufaa zaidi kwa watu wengine. Asanteni sana. Msisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuzidi kupata video nyingine mpya kabisa.